Epstein Files ni maneno mawili ambayo yamekuwa yakimtesa sana rais wa Marekani Donald Trump. Yanahusu nini hasa? Kwa ufupi, haya ni mafaili yaliyo na majina na taarifa zingine nyeti za marafiki na washirika wa karibu wa bilionea Jeffrey Epstein aliyeshutumiwa kufanya vitendo vya ngono na watoto nyumbani kwake. Mafaili yaliyowekwa wazi siku za nyuma yalionyesha baadhi ya marafiki zake walikuwa kama vile rais mstaafu wa Marekani Bill Clinton, mdogo wa mfalme wa Uingereza Prince Andrew, Michael Jackson na watu wengine mashuhuri. Hata hivyo, haimaanishi kwamba watu hawa walishiriki katika vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kingono kwa watoto. Baada ya kashfa hizi za ngono na kutiwa nguvuni, Epstein mwenyewe alikutwa amejinyonga gerezani, tukio ambalo wengi walitilia shaka mazingira ya namna yalivyotokea. Ziliibuka hata tetesi kwamba Epstein aliruhusiwa au hata kushawishiwa ajiue ili kuficha vitendo alivyokuwa akifanya na watu mashuhuri na wenye nguvu aliyoshirikiana nao. Mwaka jana mwezi Januari, serikali ya Joe Biden iliachia kurasa kama 1400 hivi za nyaraka, zikiwa ni pamoja na safari za ndege za Epstein na majina ya watu kadhaa mashuhuri. Wakati wa kampeni za uchaguzi, Trump aliahidi kwamba angeweka wazi mafaili yote yanayohusiana na Epstein. Inaonekana aliamini kwamba kwa kufanya hivi angewaumiza mahasimu wake. Wafuasi wake wakashangilia na kumwona kuwa huyu ni mtu wa ukweli na uwazi. Hata hivyo, baada ya kuingia madarakani, Trump hakuweka wazi mafaili haya kama ambavyo alivyoahidi. Hili halikuwafurahisha wafuasi wake na wakaendelea kudai kuwekwa wazi kwa mafaili haya. Mwezi wa pili mwaka huu, wiki chache tu baada ya kuwa Trump ameingia madarakani, serikali yake ikaachia nyaraka kadhaa za Epstein. Katika tukio hili, serikali ikaalika kundi la influencers wa kwenye mitandao hawa kutoka kambi ambayo inamuunga mkono Trump kushuhudia uachiliwaji wa nyaraka hizi ambazo zilikuwa na karatasi kama 340 hivi. Hata hivyo, nyingi ya karatasi hizi zilikuwa tayari zimeshaachiwa huko nyuma na nyingine nyingi zikiwa na taarifa ambazo zimefutwa. Hawa influencer hawakufurahishwa, wakaona kama serikali inawahadaa tu. Taarifa zilizoibuka hivi karibuni zinasema kwamba tangu mwezi Mei, Trump alijulishwa na mwanasheria mkuu wake kwamba jina lake pia lipo katika nyaraka hizi za Epstein. Wengi wanahisi inawezekana hii ndio ikawa sababu kwa nini serikali yake imegoma kuachia nyaraka zote kama ambavyo Trump aliahidi. Gazeti la Wall Street Journal limekuwa mstari wa mbele kabisa katika kuripoti taarifa hizi, likisema jina la Trump limo katika nyaraka hizo na kwamba wakati fulani huko nyuma Trump aliwahi kumtumia Epstein kadi ya kumtakia heri katika siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Kadi hii imezua mjadala mkubwa sana, wengi wakisema ni kielelezo cha muhimu cha namna gani urafiki wa Trump ulikuwa wa karibu na bilionea Jeffrey Epstein. Ikulu ya White House imegawanyika katika kujibu shutuma hizi. Wakati baadhi ya maofisa wanasema hizo ni habari potofu, wengine wanasema hawawezi kukataa kwamba habari hizi ni za kweli au la. Trump si mgeni wa shutuma zinazohusiana na ngono. Wakati wa muhula wake uliopita, aliibuka dada mmoja anayefanya biashara ya ngono ambaye alimwandama kweli Trump kwamba alikuwa ni mteja wake. Mwaka jana mwezi wa pili, kulikuwa na kesi mahakamani iliyohusu taarifa kwamba kuna kipindi huko nyuma Trump alikodi wadada wanaofanya biashara ya ngono wakojoleane akiwa nao katika chumba chake cha hoteli huko Moscow nchini Urusi. Wakati mwingine pia Trump anadaiwa kushiriki katika sherehe za ngono huko jijini St. Petersburg nchini Urusi. Urafiki wa Trump na Epstein umeanza miaka mingi kwa kweli. Kuna picha za tangu miaka ya 90 huko zikionyesha wawili hawa kuwa pamoja wakati ambao Epstein alipohudhuria harusi ya Trump. Mwaka 2002, Trump alimwelezea Epstein kama mtu mzuri sana. Baadaye Epstein akaja kusema kwamba alikuwa rafiki wa karibu wa Trump kwa takriban miaka 10. Lakini urafiki wao uliyumba hapo miaka ya 2000, kama miaka miwili tu hivi kabla ya Epstein hajakamatwa kwa mara ya kwanza kuhusiana na shutuma hizo za ngono. Wakati ikulu ya White House inasema Trump alivunja urafiki wa Epstein kwa sababu ya tabia zake za ajabu hizo, gazeti la Washington Post linasema walipishana kwenye masuala ya kibiashara ya majengo huko Florida. Kwa nini swala hili limekuwa kubwa kiasi hiki? Wafuasi kindakindaki wa Trump wamekuwa wakiamini kwamba Epstein
alikuwa akilindwa na vigogo serikalini aliokuwa akishirikiana nao. Wanagusia namna ambavyo alipewa hukumu ndogo katika kesi yake, na hasa namna alivyoachiwa mazingira ya yeye hata kujinyonga akiwa gerezani. Kwa sehemu, Trump alikuza haya madai wakati wa kampeni za uchaguzi wake, akiamini kwamba zilikuwa zinamwongezea mtaji wa kisiasa. Sasa leo hii yupo madarakani, kibao kimemgeukia. Jinamizi alilolilisha wakati wa kampeni limemrudia sasa na kumtafuna. Mafaili haya ya Epstein yanamega umaarufu wake wa kisiasa siku hadi siku.